Watu wengi wamekuwa wakisumbuliwa na tatizo la homa na kichwa kuuma sana. Hali hii imekuwa ni ya kujirudia kwa wengine na baadhi ikawa inatokea kwa ghafla. Inapokukuta tatizo kama hili na kichwa kikawa kinauma sana ama homa iko juu sana, vizuri zaidi nenda kituo cha afya ukafanye vipimo, kisha upate tiba kwa kutambua kwamba kichwa chako kinatokana na maumivu ya kichwa, kinatokana na tatizo gani. Utakapojua chanzo ndipo utibu tatizo lako. Zipo dalili nyingi za ishara hizi na moja ya dalili hizo ni kichwa kuuma sana kupita kiasi ama joto la mwili kupanda sana kupita kiasi. Vile vile kwa wengine hutokea midomo kukauka na ulimi kukauka sana, na wengine hutokea mwili kulegea na kuwa na unyogofu ama kuvunjika vunjika viungo, kusikia uchovu mzito sana, na wengine hupata hali ya madonda mdomoni. Hizi zote ni dalili za kuashiria una homa kali au kichwa kinakuuma sana. Vile vile kwa wengine hutokea, na haswa joto la mwili linapopanda, hutokea mtu akapata mkojo wa njano sana kupita kiasi. Ni ishara kwamba joto la mwili lipo juu sana. Na dalili kubwa ni kuona kwamba hali hii imekuzidi, nenda hospitali ukafanye vipimo na upate tiba sahihi. Katika tiba asili na tiba za kale kabisa wamekuwa na ufumbuzi wa jambo hili, na nitaelezea kwa ufupi jinsi walivyoweza kulihandle ama jinsi waliweza kutibu tatizo hili kutokana na chanzo cha tatizo. Homa zinatokana na vitu vingi. Moja sababu za kutokea homa ni jua kali. Mtu kufanya kwenye jua kali kazi ngumu sana kwenye sehemu yenye jua kali inaweza ikapelekea yeye kupata hali ya homa kali sana kutokana na jua kumchoma sana. Hali hii jinsi ya kuitibu, utakaa sehemu ya kivuli na upate mpepo mzuri, uoshe kichwa chako, kiloweshe kwa maji na uweze kunywa maji kwa wingi ili mwili wako uweze kupoa. Kama utapata dawa za kutuliza hayo maumivu ya kichwa inakuwa bora zaidi. Katika tiba asili dawa iliyotumika sana ni karkaria tu. Unaweka kijiko kimoja cha chai cha dawa hii kwenye maji kikombe kimoja ama viwili, unaacha kwa muda kwenye maji lita moja, nusu lita, kijiko kimoja cha chai unaacha atulie kama nusu saa, kisha unayanywa maji hayo, yatakuwa yamepooza kichwa chako. Hali nyingine ni homa zinazotokana na baridi na hofu. Inaweza kuwa mtu yuko mahali amehisi baridi sana na hofu, akavaa manguo mazito sana, na vile vile akawa ni mwenye kuwa na hofu, ikamletea hali hii baridi. Hali kama hii itabidi mtu ajenge ujasiri na aweze kutoka katika hali hii kwa kunywa kitu ambacho kitasababisha mwili wake uchangamke kama kahawa. Akinywa kama chai ya tangawizi, sio kahawa. Chai ya tangawizi unakunywa ya vuguvugu vizuri, yenye viungo kama manjano na vitunguu maji na vitunguu saumu, ili mwili wako uweze kupata nguvu na kuamsha kinga zako za mwili. Kutokana na ile hofu na baridi kali, kinga zako za mwili zinashuka. Kwa kunywa maji haya ya tangawizi, vitunguu saumu, vitunguu maji na malimao, unakunywa, vinaweza kuimarisha kinga zako za mwili na mwili kupata lile joto la kiasili na kuepukana na ile baridi ambayo ilikuletea joto kali na kuweza kupunguza hizo nguo ulizozivaa. Hasa kwa mtoto mdogo pia inapotokea, vizuri zaidi ni kuwapunguza nguo, sio kuwazidishia nguo mwilini mwao. Unapowapunguzia nguo wanapata upepo vizuri, hali ya homa zao zinashuka vizuri. Kwa hali hii ya homa iliyoletwa na hofu na baridi kali, itibu kwa njia hii niliyoeleza ya kiasili. Hali nyingine yenye kuleta kichwa kuuma sana na homa inaweza ikatokana na infection kama ya damu, infection kama ya mfumo wa uzazi kama UTI, fungus na PID. Infection kama hizi unaweza kuzitibu kwa vitu nilivyovitaja hapo awali: tangawizi, manjano, vitunguu saumu, vitunguu maji, ukavichemsha vizuri kama chai, kisha na ndimu ama limau ukakata humo ndani bila kublendi, ukachemsha kisha ukanywa. Inaweza kukupa nishati vizuri, kuzidisha kinga zako za mwili na kushusha joto lako la mwili vizuri likawa wastani biidhnillah. Kwa hiyo vitu hivi unavitumia, vinaweza vinakurekebishia afya yako na unatibu infection kama hizi. Na hali hii ya kutumia hivi nilivyovitaja unaweza ukatibu nayo tatizo la homa lililotokana na mafua ama lililotokana na pneumonia, pia unachemsha unakunywa. Likitokana na mafua kama mafua ya corona, mafua ya mfano wowote ule ambayo yanatokana na virusi ama na bakteria ama vyovyote itakavyokuwa, basi utatumia malimao hayo na ndimu na vitunguu saumu na vitunguu maji, unavichemsha vizuri kisha unajifukiza, unapata mvuke wake. Ukiongezea kitu kama kivumbasi, mrehani, inakuwa bora zaidi katika kujifukiza ili uweze kufungua mapafu yako na kuweza kutoa hayo maradhi mwilini mwako biidhnillah.
Homa zingine ni zile zinazotokana na vyakula, sumu za vyakula. Umekula chakula kikakuletea hali ya mtafaruku tumboni na kusababisha hali ya homa ya matumbo na joto la mwili likapanda. Homa kama hii hapa unaweza ukaitibu vile vile kwa vitu hivi nilivyovitaja, lakini haswa kiasili walichokifanya kwanza ni kujitapisha kama inafaa kutapika, ukatoa huo uchafu, au ukatumia dawa ya kusafisha tumbo ukaharisha, kisha tumbo lako likabaki wazi vizuri, kisha ukatumia dawa, inakuwa inaleta tija zaidi biidhnillah. Dawa za kusafisha tumbo za kiasili ni kama mafuta ya mnyonyo. Kwa mtu mzima utakunywa mililita 10, kwa mtoto utampa chini ya hapo kama mililita 5. Itasaidia kufungua choo chake na kutoka huo uchafu. Au ukatumia kitu kama sanamaki, habat mulki ama mwarobai na dawa zingine zingi zenye kujulikana zenye kusafisha tumbo, ama hata ukatumia dawa za hospitali zinazotumika kusafisha tumbo, vile vile zitaweza kusafisha tumbo lako na kuondokana na huo uchafu. Baada ya kufanya hivyo, unaweza ukachukua maji ya vuguvugu vizuri, kisha ukakamulia limao limoja lizima katika hayo maji, ukakoroga vizuri, ukanywa asubuhi, mchana na jioni, na ukawa kila baada ya mlo wako unakunywa maji vuguvugu baada ya dakika 45 na nusu saa maji vuguvugu, ili kujikinga na food poison ama na bakteria wale wabaya ambao wameingia kwenye chakula, na kusaidia mmeng'enyo wako ufanyike vizuri kabisa bila tashwishi yoyote. Hali nyingine ya kichwa kuuma maarufu kabisa ni hali ya malaria, kukumbwa na parasite wa malaria. Hali hii inapokukuta vizuri, uthibitishe kwanza, utambue ni malaria kweli ama ni kitu kingine. Sio kila homa na sio kila kuumwa kichwa ni malaria. Nimeshataja sababu nyingi zinaweza zikasababisha hali hiyo. Kwa hiyo kigezo kikubwa ni kipimo. Utakapofanya kipimo utapata jibu kwamba kinachokusumbua ni kitu gani na utumie dawa gani. Ikithibitika una malaria, hapo hospitalini chukua dawa utumie. Kama wewe ni mpenzi wa tiba asili na unazitumia, unazijua, basi zitumie kwa ujuzi wako. Usitumie kwa kitu ambacho huna uhakika nacho. Unachukua miti unajichemshia unakunywa, hiyo haifai. Dawa nzuri za malaria za asili kabisa mojawapo ni karkaria tu. Unaweza ukafanya kama nilivyosema, kijiko kimoja cha karkaria tu, 1 tablespoon, unailoweka kwenye maji lita 1. Maji lita 1 unaloweka kama nusu saa, kisha unahifadhi, unaitingisha mara kwa mara ili changanyike vizuri, kisha unachuja, unakunywa kikombe kimoja asubuhi, kingine mchana na kingine jioni. Biidhnillah, homa yako itashuka na malaria utapona. Vile vile unaweza ukatumia pakanga. Pakanga unaweza ukaichemsha kwa maji lita 1, ichemke vizuri. Vile vile utakunywa kikombe kimoja asubuhi, kingine mchana na kingine jioni. Hali kama hizi za kichwa kuuma sana na malaria, na tahadharisha mtu kwanza ende kituo cha afya akapime. Kama ni mtoto mpeleke hospitalini na uweze kumpima, umpe tiba inayoendana na uzito wake na umri wake. Usifanye vitu hivi kama vile unajifanya mzoefu wa kujua hizi dawa na ukazitumia bila maelekezo maalum. Kama wewe huzijui dawa, basi vizuri zaidi mtafute anayejua akuelekeze matumizi yake. Kama nilivyokuelekeza hivi, unaweza ukachukua na ukatumia katika vipimo sahihi na ukapona tatizo lako biidhnillah. Tujulishe Subira Tiba Asilia pindi unapokumbwa na malaria ama homa kukukumba sana. Huwa unatumia dawa gani ili kuweza kutibu, na ni hatua gani zile unazichukua? Wasiliana nasi Subira Tiba Asilia kwa namba 0758200163. Mimi ni Abu Ajim Hussein wa Subira Tiba Asilia. Tunapatikana Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Ndovu na Jangwani. Subira Tiba Asilia, tunakujali sana.